Na baada ya kwaya kuondoka, ndipo kiongozi wetu, msimamizi wa kazi, askofu wa mataifa haya ya Afrika, mchungaji Daktari Brasius Makira Ruguri, atasimama kuzungumza nasi neno la Mungu. Na viongozi wetu wa serikali mlioko hapa karibuni, na washiriki wote na waumini wengine. Nilitaarifiwa kwamba kulikuwa na viongozi wa madhehebu mengine walioalikwa, lakini nadhani hawakuweza kufika. Wakati wote tunapokuwa na mikutano kama hii, tunaalika viongozi wengine wa dini wa Kikristo na Kiislamu na kadhalika. Lakini tunashukuru kwa kazi ya kualika, na tunawakaribisha. Kama atatokea kiongozi wa mnitaarifu haraka, nipate kumpa heshima yake ya kumkaribisha. Baada ya maelezo haya sasa ni kualike kiongozi wetu mchungaji Dr. Ruguri uzungumze na kanisa asubuhi ya leo. Tunataka kuwasubiri waimbaji wetu waweze kufika kwenye viti vyao. We are waiting for the wonderful singers to get to their seats. Wanapotembea tuwashukuru kwa wimbo wa ajabu ambao ni mpya kabisa. Nafikiri ule wimbo hujawahi kuimbwa siku nyingine isipokuwa wakati ule walikuwa wanafanya mazoezi. As they are going back to their seats, we want to thank the singers for the beautiful song, which we believe it has been presented here for the first time ever. Probably they just sang it in their practices, so we are really grateful. Nianze kwa kumkaribisha rafiki yangu Pastor lile la kwanza. Nilikuwa natafuta lile la kwanza, Pastor Robert Tuvako, ambaye tumefanya naye kazi mara nyingi sana hii ya utafsiri. Thank God for. Alafu niseme tu hapo mwanzo ya kwamba tutakuwa tukibadilishana lugha. We will be exchanging ways of speaking. Nitakuwa nikifika katika sehemu fulani na nikiona hapo hata elewa Kiingereza vizuri, and when I get to a place that I think he won't understand English quite well, mimi mwenyewe nitatumia Kiingereza alafu yeye ajaribu Kiswahili. I will use English and he will use Kiswahili. Na nikiona atashindwa na Kiswahili mahali fulani, nitarudi kwa Kiingereza aingie Kiswahili. And when I see that he will fail in Kiswahili somewhere, I will speak Kiswahili and then he will speak in English. Muunge mkono kiongozi wetu wa Union ya Southern Tanzania kwa kazi nzuri ambayo ametufanyia hapa kutufahamisha ugeni wote ambao umehudhuria sherehe. Ninaiita sherehe kwa sababu kweli ni sherehe. I want to support our leader for the Southern Tanzania Union Mission, who has done a great job of introducing everyone here, who has turned up for this wonderful celebration. I call it celebration. Pastor Marekana, umefanya kazi nzito sana. Pastor Marekana, you have done a very heavy work. Na ninafikiri hukuacha kitu nyuma. And I believe and think that you did not leave anyone behind. Umetutangulisha wote, umetuyulisha. Hata mimi nimejua watu ambao singejua mpaka kufa kama sio wewe kusimama leo. And even me have had an opportunity to know people I would not have known if you do not stand up and do the introduction the way you did it. Nilipowaangalia watu nikawaona wengine lakini sikufahamu ni akina nani. When I saw people when they were here, I saw them around but I could not tell who they were.
Lakini asante sana kiongozi. And this is a Huo gratitude. ndio uongozi. Thank you very much as a leader. That's leadership. Ukianza kuacha watu bila kuwafahamisha, kesho watakugeuka. If you leave people without introducing them rightly, tomorrow they will turn against you. Na watafanya kulipiza kisasi. And they may revenge, Maana na wao watakuacha because they will also leave you mbele ya wakubwa. before great people. Alafu utashangaa pale unalialia, mbona mimi waliniacha na wewe ndio uliwaacha kwanza. And so you'll be surprised and be mourning, why did they leave me? And yet you are the one who left them at the beginning. Ninataka hapo niseme shukrani kubwa na pongezi kwa union yetu ya Southern Tanzania. On the same note, I want to accord my gratitude for the Southern Tanzania Union Mission. Nikiangalia nyuma kidogo, ninakumbuka ni miaka michache tu ambapo tulipanga Tanzania iweze kuwa union mbili baada ya miaka mingi ya kazi. In simple reflection on retrospect, it's just a few years ago when we organized the two unions in the way that they are now working, accomplishing the work. Nataka niwaambie ya kwamba si wengi waliofurahia jambo hilo la kuigawa Tanzania mara mbili. And I will tell you, there are not many who were happy with the action of dividing the country of Tanzania into two unions. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja. I would like to tell you one thing Katika uongozi, that pertains to leadership. kama wewe ni kiongozi, If you are a leader, usijali sana kama unaumiza watu unapotenda mema. don't mind so much about hurting people when you are doing the right thing. Na usililie sana kufurahisha kila mtu. And don't try so much to please everyone. Watu sisi wote tuko tofauti. We are all different. Kuna watu wanaoona mbali na wengine wanaoona karibu. There are those who see far and those who see very nearby. Hata haya macho yetu unaona, madaktari wanatuambia tuko tofauti. Kuna wale short sighted na wale long sighted. And even our doctors keep on telling us there are those of us who wanaona karibu na wengine wanaona mbali. Sasa wewe kama unaona mbali kuliko wengine, And so if you are able to see far than others, usiwalaumu wale wanaoona hapa tu karibu hapa. don't blame those who are short-sighted. Sio kama mnanielewa watu wa Mungu? I don't know whether you get me. Sasa wengine sisi tuliona mbali. And some of us saw very far. Wanaoona karibu hapa wakaja wakasema ninyi mnataka kufanya makosa. And those who see very nearby here, who are short-sighted, said you are Ni kwa mistaken. nini mnagawa kazi? Ni mnagawa kanisa. And they said you are dividing the church, you are putting it in segments. Na And the work is. sisi tukajibu tukasema sio kanisa tunagawa, ni kazi tunapanua. And we answered and said, it is not the church that we are dividing, we are actually expanding the work. Kanisa ni lile moja, The church is still the same, imani ni ile moja, faith, we still maintain it the same way, ubatizo ni ule mmoja, we still have the same baptism, lesoni ni ile moja, our quarterlies that we study the word of God, Bible study guides are still the same, na Biblia ni hiyo moja. and the Bible is the same. Bwana asifiwe sana. May the Lord be praised. Bwana asifiwe sana. May the Lord be very much Kwa praised. hivyo Pastor Ruguri akaita ujumbe mkubwa mno kutoka Washington DC, America, General Conference, wakaja wakaiangalia Tanzania, wakaniambia Pastor, umechelewa, ungekuwa umeigawa Tanzania mara mbili long time ago. And so Pastor Ruguri called on the team to come all the way from the church headquarters, the general conference, and they came as a team and reported back to me and said, you are really delayed. You should have done this long time ago. Kwa hivyo tukaendelea tukaipanga Tanzania
into 2 unions. And so we went ahead and organized Tanzania katika union mbili. Haikuwa na mafield na maconference mengi. It did not have many fields and conferences. Upande huu wa Tanzania, This part of Tanzania, ambao tuliita Southern Tanzania Union, of which we called Southern Tanzania Union. lakini nakumbuka baada ya muda mfupi tu, But I remember after a short time, viongozi wetu wa Southern Tanzania Union nao wakawa na njozi ya kuona mbali. our leaders from Union ya Kusini mwa Tanzania had long-sightedness. Wakaniita wakaniambia, pastor, union hii ni kubwa mno. And they called up to me and said, our union is too big. Tunahitaji pia tuigawe kwenye mafield kadhaa. We also want to have it organized in different or various fields, Kazi ifanyike kwa kasi, that the work may be hastened or speeded up, na kuwe na uongozi karibu na watu. and that we may have leadership that is closer to the people. Ndipo utapaza Ruguri, nataka tupange field mpya You said that we want to organize a new field katika Southern Tanzania in Southern Union. Tanzania Union. Makao makuu kule jijini Dodoma. And the headquarters being in the city of Dodoma. Nikasema, pastor, iko tayari. And I inquired, pastor, is that ready? Dodoma kweli kuna washiriki wa kutosha? Is Dodoma having enough church members? Lakini kwa imani na kunionyesha maandiko na kila kitu, tukafika Dodoma mwaka jana. But by faith and by the writings and documents that I was shown, we got to Dodoma last year. Tukakutana na watu wa Mungu pale. And we met with God's people there. Na hawa viongozi ambao mumeonyeshwa wa ile field ya Central. And the leaders who have been introduced to you from the very Central Panga hiyo Tanzania field. field. And we had that organized. Muda si muda wakapiga tena simu. And not long after that, they called up again. Wakasema, pastor, And they said, pastor, kuna nyingine tumezaa tena. we are about to bring out another one. Inaitwaje hiyo nayo? And what is the name of that one now? Lake Tanganyika Field. And that is Lake Tanganyika Field. Na ndio hii imetuleta hapa siku ya leo. And this is the one which has brought us here today. A new baby. Mtoto mpya. A new baby. Mtoto mpya. My heart is so happy. Moyo wangu umejazwa furaha. Unajua ninyi, You know, you let me tell you something. ni kuambia ni kitu. Kuna mara nyingi nasoma Biblia, ninakutana na Yesu anawaambia mitume wake, you don't understand what I am doing to you or for you now, but you will understand it later. Many times I'm reading my Bible and come to see Jesus saying, hamwelewi kile ambacho nakutendeni leo, bali mtakielewa muda mrefu baadaye. I want to tell you, even you may not know exactly what we are doing here. Na napenda nikuambieni hata ninyi mnaweza msielewe sana kile tunachokifanya hapa siku ya leo. This work we are doing today here, Kazi hii tunayoifanya hapa leo, is not born here on earth. This is a heavenly born plan. huu sio mpango uliozaliwa hapa duniani, ni mpango uliozaliwa mbinguni. Ni mojawapo ya mambo makuu ya Mungu wetu ya kumaliza kazi yake. It is one of those great things that God is using to finish his work. Hii sio kazi ya Pastor Ruguri. This is not Pastor Ruguri's job. This work is bigger than me. Hii kazi ni kubwa zaidi yangu mimi. It is bigger than all of us. Anzia zamani ile aliposimama siku moja akaanza kuipanga dunia yake, akasema hiki kiwe kikawa. Haya, hiki kiwe kikawa, miti iwe ikawa. Simuseme haleluya. This is what God did, planning for his work, and said this should be, and it was. Nilisoma siku nyingine,
I said another day, nikakutana na ufunuo kwenye kitabu cha Mwanzo. I saw the revelation in the book of Genesis, mahali Mungu alisema, where God said, akaiambia dunia hii, and he spoke to this earth, akaiambia, and he said to it, sio kama Kiswahili hicho pastor ni sawa, akaiambia dunia itoe miti. Yeah, and he said to the earth, bring out trees. That's right. Yeah. Bring forth vegetation or trees. Toa uoto wa asili. Nikasimama kwanza siku 6 au siku moja ya siku 6, in one of those 6 days of creation. Nikakuta kumbe, and I found out, akuumba miti vile nilikuwa nikifikiri. He did not create trees the way I thought. Unajua kama hujui Pastor Ruguri huwezi kuelewa mahubiri yake. If you do not know Pastor Ruguri, you may not understand his preaching. Mimi sisomi Biblia vile mnavyosoma. I do not read the Bible the way you do. Simusemeni Bwana asifiwe sana bwana. You say praise the Lord, hallelujah. Ninasoma Biblia nikisimama pale kwenye kusoma na kufikiri na kutafuna na kuelewa. I read the Bible, I get to a point that I think through, I ponder what I read and I chew it up and understand. Ndipo nikagundua, and then I understood and I discovered, Mungu hakuiumba miti vile nilivyofikiri. God did not create trees the way I thought. Ni dunia hii aliamrisha itoe ile miti ilikuwa imefunikia huko chini sijui tangu lini. He is the one who ordered this earth to bring forth trees that were covered underneath. I don't know since when. Dunia nayo ikasalimu amri, and the earth surrendered. Ikafunuka, miti yote ikamea na ikatoka. And then opened up and the trees came out. Mungu huyo ndiye ameamuru akasema Lake Tanganyika field. Saying God who has ordered that Lake Tanganyika field should come out. Ilikuwa imefunikwa hapa miaka yote hii na kuoni sisi. It was covered on this earth all these years by Sarah. Na ndio mnaona imezaliwa ikiwa na meno, na imezaliwa ikitembea, na imechaliwa ikiimba, kwa sababu kufunikwa tu huko chini ilikuweko tangu kabla hamjazaliwa. It's now you see it's born with the teeth and it could be is able to speak and able to walk, and it's because it was covered underneath. Kwa hivyo mimi nimekuja pamoja na viongozi wenzangu kusherehekea maajabu ya utendaji wa Mungu wetu. And so I have come with my fellow leaders to celebrate the greatness and amazing and wondrous deeds of our God. Kwa hivyo viongozi wa Southern Tanzania na washukuru kwa sababu ya ujasiri ya kuzaa watoto walio na meno mdomoni tayari. Asanteni baba. And so viongozi wa kusini wa Tanzania congratulating you for bringing out or bearing a child with teeth which are already ready to chew. Field ambayo hata haijazaliwa imejenga kanisa la kimataifa kama hili. The field which has not even been born but has already constructed an international church like this one. Nataka kuwahimiza muendelee na utendaji wa aina ambao tayari mmeisha kudhihirisha. I want to encourage you to go on with the same way of executing things the way you have been already doing. Southern Highlands Union ya kusini, conference ya kusini. Asanteni sana. Nyanda za juu za kusini. Southern Highlands asanteni sana. Thank you very much. Wengine wanakuwa na woga wakifikiri wakizaa watakuwa wiki dhaifu, watakuwa dhaifu. Something that when they bear a child they will be weak. Lakini nataka kuambia, but I want to tell you, ukizaa ndio unakuwa mwenye nguvu zaidi. When you bear a child, that's when you get more strength. Na nataka niwaambie Southern Highlands, baada ya kuzaa Lake Tanganyika field, mnaelekea kuwa the strongest conference in East Central Africa division.
And I want to tell you, after you have born a field, you are going to be conference ya kusini na nyanda za juu kusini mwa Tanzania ambayo ni ya nguvu zaidi kuliko zote. Mlifungua mikono watu wa Mungu, viongozi, mkasema kama Lake Tanganyika imeamuliwa na Mungu iweze kumea, wacha imee na sisi tuende. Na nimesikia mzee Marekani akisema hata nyingine zaeni. Leaders, you opened up your hands and said if it's about the time that this field should develop, you're ready to have it go on, and I've heard you saying that you're ready for yet another one. Kila mtu azae kila siku. Everybody should bear every day. Makanisa yazae. The churches should bear children. Bwana asifiwe sana. May the Lord be praised. Kila mtaa uendelee kuzaa na kuzaa na kuzaa. Every district let you go on bearing children on and on. Kazi ya Mungu iendelee kukua na kupanuka. Let the work of God keep on expanding and growing. Alafu mimi nataka pia kusema asanteni sana wachungaji wetu wa mitaa. And I want to now accord my gratitude to our district leaders katika eneo hili, in this area, kwa kuchapa kazi, for having been hard workers. Inaonekana leo hamuna ule moyo wa kushangilia, sijui ni nini mbaya. I can see that you are not having the celebrative mood. Wachungaji wetu wamefanya kazi. Our pastors have worked. Ndio hao wametubatiza hapa, sisi wote hapa hakuna mtu ambaye hajabatizwa. Wanatupa meza ya Bwana, wanatufundisha Biblia, na ndio sababu mnaona tuko tayari kumpokea Mwokozi wetu Yesu Kristo akirudi mara ya pili. They are the ones who have been working. They have baptized us and they have fed us spiritually, taught us, and that's why we are now ready to receive Christ when he comes the second time. Wachungaji wetu wapewe sifa inaowastahili. Give them gratitude that deserves them. Na Mungu awaongezee nguvu ya utendaji. And may God increase their strength as they work. Awaondolee majaribu yote. May he take away all the temptations. Na waponye magonjwa yote. May he heal them from all diseases. Na wape nguvu ya kuzaa kila siku. And may he give them the energy, the strength to bear every day. Kila mtaa uzae. Every district should bear children on and on. Tunataka Lake Tanganyika Field iwe na washiriki wengi. We want Ziwa Tanganyika Field to have many church members. Wanaoliita jina la Mungu, those who call upon God's name. Watu ambao wanashikana pamoja kama kwaya yetu ambayo imekuja hapa. Nikamuuliza mzee Marekana, hii kwaya nayo kwani ina waimbaji wangapi? And those who are ready to hold hands together like the choir that stood in front of us here. And I inquired, Pastor, how many church choir members are in here? Na ninapoangalia ninaona uniform, na ninajua hii uniform ni kwaya, ile ni kwaya. Kwani hapa mna kwaya ngapi? And when I saw the difference in uniforms, and I could tell various uniforms, and I inquired how many choirs are in this choir. Ninashukuru Mungu kwa ajili yenu. I thank God for you. Choirs mubarikiwe kila siku. The choirs be blessed every day. Na Mungu aendelee kuwapa ulimi unaofanana na ulimi wa malaika. And may God give you the tongues that are resembling the angels' tongues. Wazee wetu wa makanisa yote. Church elders from all churches. Kwa sababu sisi wachungaji ni wachache tu. I want to say the church pastors are very few. Bila wazee wetu wa makanisa hatuendi popote. Without our church elders we are not heading anywhere. Wazee wa makanisa mlio hapa, nipeni tu fursa ya kuwatazama mkiwa mmesimama. I would like to ask the church elders who are here just the opportunity to look at you as you stand up.
Baba, angalieni bana, angalieni. You can see and see. Wapungieni mkono Can you wave to them, please? Wave to them. Waambieni wazee wetu mbarikiwe. Mbona mna haraka ya kuketi? Elders, Mbona mnaketi kabla mjabarikiwa ninyi wazee? too much in a hurry before you are blessed. Hii mikono ni baraka tupu, hii mnaona hii. These hands are blessing you. Wabarikini wazee wetu wa makanisa hao. And these are elders, you should wave to them now. Yeah. Ndio wazee. Yes. Sasa mnaweza mkaketi. Now you may have your seats. Hamwezi kujua kazi kubwa ambao wanafanya hao. You may never know the great and heavy work that these ones are doing. Hawa ndio wanafanya kanisa letu lisimame. These are the ones who do and make the church stand. Wakati pastor mmoja anazungukia makanisa mengine, yule wa pale ndiye anaendelea na kazi. Goes around several churches. That one who stays in that local churches, the church is the one who does the job. Juzi tumegundua ya kwamba akina mama nao wamekuwa nguzo ya kanisa. We recently discovered that women are also pillars of the church. They are faithful to the end. Wanakuwa waaminifu hata mwisho. Akina mama wakati tunarudi nyuma kama wanaume, wao wanasonganga mbele. When we as men kind of back off, they as women go the front. Tafadhali akina mama, uwe msichana, uwe mama ulioolewa njuzi, uwe mama mzee, uwe bibi, simama tuone wewe, simama haraka. We want to see every one of you women stand up, women of the church, wanaume, young and old. Pigeni sauti ya kuwapa shukrani akina mama wetu. Shout out as men. Wapeni thank our women, our mothers. Hata wakiimba kwaya ndio wengi. And even in the choirs, they are the majority. Wote unakuta kikundi akina mama ndio wengi. Wherever you find a group organized, women are the ones who are the majority. Hata wale askari vijana waliotufanyia parendi pale, niliangalia nikaona wasichana ndio wengi. Even the pathfinders, the parading group, girls were the majority. Msife moyo akina mama, Mungu yupo nanyi. Don't give up, women, God is with you. Na hiyo sio kusema wazee hawapo. This does not mean that the elders men are not there. Hata sisi tupo tu. We are also there. Hatupigangi kelele mingi lakini tupo. We may be not very noisy but we are there. Wazee mlio hapa baba msimame tuwaone. All the men please stand up. Elders. Wazee sio wazee wa kanisa, wazee. Not church. Wanaume. Men. Kumbe mimi ndio nilichanganya mambo. No trouble. Uwe kijana mwanaume, uwe mzee mwanaume, hata kama wewe ni mzee wa kanisa ungali mwanaume, hujabadilika kitu. Whether you are young or whatever title you have, you are a man, stand up. Hata sisi sio wachache. And we are not few. Akina mama tupeni kasi mkono. Let's wave at each other. Akina baba wote, akina baba. Women and men. Yes. Asanteni sana kwa kusimamia imani. Thank you very much for being firm to the faith. Na kusimamia kanisa la Mungu. And really being firm to support the church of God. Hatuko mbali, karibuni sana. Kazi hii itaisha kwa sababu unabii wote unaonyesha dalili zote. We are not too far off from the end and fulfillment of the accomplishment of the work because of all the prophecies that are showing. Vijana wetu nataka niwape pongezi kwa kazi nzuri. Our young people, I want to congratulate you for a good job. Tulifurahishwa sana kutoka kwa airport, ndege yetu ilipofika tukapitisha macho tukakutana na uniform yetu ya Pathfinder. We were really pleased when we got to the airport and saw the Pathfinder uniform. Walitoa ushuhuda wa imani yao na moyo wao wa kumuitikia Mungu pale katika uwanja wa ndege. They showed and exhibited their testimony of how they love their God and their church right there at the airport. Niliona kikundi cha wazungu waliokuwa wamesimama kando kule wakiangalia wakiuliza ile nayo ndio nini? I saw a group of some Caucasians standing far off and looking carefully, wondering as to what that was. Kama wangepata mtu wa kuambia, angewaambia hawa baba ni vijana wa imani ya Kiadventista hawa.
And if they got somebody to speak to them, they should have received the testimony and the message that these are people, young people of God. Vijana ambao ni majasiri wa ajabu. Young people who are very bold and courageous. Na wanajua kufanya kile wamefundishwa. And those who know how to execute what they were already taught. Hapo airport walitupa mguu, hata mimi mwenyewe nikasema hii sijawahi ona hii. At the airport they really had their feet way high. I had never seen before. Watoto wadogo wamekauka kama chuma. Very young children were standing stiff, stoic, wakionyesha ustadi wao, showing how they were keen and skillful in their faith and what they were trained to do. Wale mliopo pale wa Pathfinder, baba nipungieni mkono. And those Pathfinders, please can you wave? Asanteni sana kwa utumishi wenu. Thank you very much for your servanthood and service. Hivyo keep on that way. Ninyi ndio kanisa la sasa na la kesho. You are the church for today and tomorrow. Sasa watu wa Mungu, baada ya kusema hayo, and now God's people, after having said that, ningesema mengi tu, lakini leo sio makambi. And I would have said many, but today is not a camp meeting. Unajua saa zingine tunachanganya mambo. And you know, sometimes we get mixed up a little bit. Hii sio makambi. This is not the camp meeting series. Wala juma la maombi. Neither is it a week of prayer. Hii kama mnataka mahubiri mengi kwangu, niiteni makambi. And if you want a lot of sermons, call me up for the camp meeting. Nialikeni, nitakuja tu. Just invite me for the camp meeting. Kama mnataka juma la maombi, nitakuja. If you want a week of prayer, I will come. Mkimtaka mzee Korari au mzee Jerome au wengine kutoka division watakuja. If you want Pastor Korali or Pastor Jerome, call anybody from the division, they will come. Lakini leo, but today, tumekuja kupanga mpya ambayo inaitwa Lake Tanganyika. We have come to organize the new field that is called Lake Tanganyika field. Utaratibu wa kupanga field ni tofauti na wa makambi. And so the arrangement for the organizing of a field is very different from the setting of a camp meeting. Kwa hivyo nataka nisome mafungu mawili tu. And so I will read to you 2 verses ya kuongoza mawazo yenu katika safari iliyo mbele. That may be gearing you up for the journey that is ahead. Usifikiri Mungu atamaliza nasi baada ya kutangaza field hii mpya. Do not think that God will be done with us once we have finished announcing officially the new field. Huu ni mwanzo tu. This is just the beginning. Semeni amina kanisa. Can you say amen? Huu ni mwanzo tu. This is simply a beginning. Lakini Mungu anatualika tuanze kutembea na kuingia kwenye mibaraka mikubwa kuliko hii ya siku ya leo. But God is inviting us for yet better blessings more than those ones we are receiving today. Sasa nitasoma kwenye kitabu cha Ufunuo, na unajua kitabu cha Ufunuo ndicho ufunguo au ndicho kimetupatia ufunguo wa kujua mambo yote ya sasa na yajayo. And now I'm reading from the book of Revelation, and you know this is a key for knowing all things for now and the time to come. This book is the code breaker. I don't know code breaker, you know code. Yeah. You know. Hiki kitabu ni kifungua fumbo. Yeah. Hapo baba. Amina. Kama ni hivyo, wacha nionje maji kidogo. Amina. Kifungo. Kifungua fumbo. Code breaker. Let me tell you. Nikwambie ni kitu. Usikubali kuishi hii dunia umezungukwa na mafumbo ambayo uelewi. Do not allow yourself to live in this world surrounded by these codes that you don't have the key to them. Mimi ninapenda wale watu wanaotafuta kuelewa. I like those people who are looking for understandings. Unajua mimi nilikuwa unajua
kila mtu anajifahamu. Everybody knows me. Na miaka mingi nilikuwa nauliza Mungu, wewe kwa nini ukaniumba mfupi hivi mimi mwenyewe? And I was asking God, why did you create me this tall, this short? Wanaume wengi warefu na mimi ni kadume kadogo kafupi tu. And there are so many men who are tall, but I am this tall. Mpaka nikaanza kujihurumia mimi mwenyewe. And then I started being sympathetic with myself. Nikitafuta sababu. Sympathizing with myself, looking for reason. Angalia mzee Marekani alipokuwa hapa. Look at Elder Marekana who was standing. Yuko juu huko. He's way up there. Hata mimi sitaki kusimamanga karibu na yeye. And I don't want to stand close to him. Lakini siku moja, but one day, Mungu akaniambia, wewe Ruguri, ngoja nitakuonyesha faida ya ufupi huo. God told me, Ruguri, I will show you that advantage of your shortness. Na Mungu anaweza akatumia chochote kukuonyesha maana ya fumbo ambalo ukuelewa wewe. And God may use anything to show you the meaning of the chord that you may not have the key to it yourself. Nilienda nikaingia kwenye basi kule Nairobi. I went into a bus in Nairobi. Miaka ya huko nyuma tu. Years back. Nikaenda nikakaa kwenye kiti changu. And then I went and sat and got my seat on. Yeah. Abiria wakaingia. As passengers walked in and they walked in just like that. Basi Mngwapi ni kama anajua kule ninaenda kwa sababu amewahi sikia niki. It's like Pastor Mngwabi knows where I'm headed because he might have heard of this before. Basi wale ambao wamewahi sikia mfumbe masikio, wale ambao bado wasikie leo. And those of you who might have heard of this story, you can walk off your tears. Viti vyote vimejaa watu. And so the bus was full of passengers. Basi mimi nimejikalia kiti changu. I was seated in my seat. Watu wamesimama katikati. And these people are standing even in the middle of the aisles. Nairobi hakuna gari la abiria ambalo linajaanga. Hakuna linalojaa. In Nairobi there's no passengers vehicle that is full. Wataingia watu. People walked in. Hakuna sheria. There was no law. Watakaliana watu. They would step on people. Ukianza kulalamika watu wanakufinya, wenye basi wanakuambia kanunue lako. And when you start complaining that people are so crowded, but the owners of the bus will tell you, go and buy your own. Ni vichwa mbaya wote. And you know they have all the confused minds. Ukiambiwa ukanunue basi lako na unajua huna hela, utafanyaje? And you are sent to go purchase your own bus and you don't have money. Watu wanakukalia. And people are sitting on you. Bora ufike tu. Just getting there, that's all you want. Sasa watu wakakaliana. And people stepping on each other, sitting on top of each other. Kumwambia Mungu, asante sana, wewe ulinisaidia mimi niko na kiti hapa. And I said to God, thank you very much for giving me this seat. Watu walipokuwa wanafinyana kuingia. But when people were pressing each other, were walking in. Mama mzito, tunasema kule Kiswahili ya Kenya, mama mzito. One lady who was big. Hapo mnasemangaje? Mnene. Oh, mnene. Hii sio mnene peke yake. Ako na hii kitu hii. Basi. Mama ana ujauzito. Yeah. Na inaonekana ilikuwa ya miezi mingi kwa sababu alikuwa mnene kweli. Because she was pregnant expecting a baby, but she was that big. Unajua mambo ya Mungu ni ajabu. But you know these God's things deals with very bandala asimame mbali huko. And they pressed her to stand very far off way back. Alikuja na kugemea ile kiti nimekaa mimi. And instead she came and leaned on the seat that I was sitting on. Nikamtazama nikaona kweli huyu amechoka zaidi. I looked at her and I said, it's true, she's tired. Mimi kuendelea kuketi na yeye amesimama ni ile dhambi ya milele hii. For me going on to sit down and while she's standing there, it will be a very unforgivable sin. Mimi nimefundishwa, I was told, katika kanisa la Waadventista ninajua
in the Seventh-day Adventist Church. Nimejua maadili mimi. I know morals. Mama akija na mtoto mdogo mpase bwana. And when a woman comes with a little child or pregnant like kiwa that, na ujauzito kabla hii lazima umpashe zaidi. Please give way. Mimi nimetoka kwenye kabila linaloamini mama wote ni mama zako. I'm coming from a tribe that believes all women are my mothers. Hata wasichana mimi nikiona wasichana nawaita mama. And when I see young girls, I call them mama. Nawapa heshima zao wote kabisa. I give them my respects. So nikaona si vizuri I saw it was not okay. Niendelee kuketi na mama amesimama. And she was standing there. Nikasimama. I stood up. Na nikamwambia mama. And I told this lady, karibu kiti. Please have a seat. Ili mjue hii dunia ina mambo. That you may know this world is full of events. Huyu mama akanitazama. This woman looked at me. Na akanikasia macho. And really stared at me. Na sira ya kutosha. And she was angry. Na madharau makubwa. And very scorning. Sijui kama mmewahi kuwatazama mpaka ukasikia kama unataka kuingia chini huko. I wonder whether you have been gazed at or stared at until you felt like disappearing. Akaniuliza. And she asked me, hii mimba ndio inakufanya uniachie kiti? Is this pregnancy the one which causes you to leave a seat? Kwani ni yako? Is it yours? Kwani ni yako? Did you give it to me? Are you the one who gave it to me? Na watu wote wanasikia. And everybody was listening. Akaniuliza lingine. And then he asked me another question. Ukiambiwa waachie akina mama wote walio na mimba viti, utatosha wewe? If you had to leave seats for every woman who is pregnant, would that be enough? Would you do that? Sema sasa leo. I said today. Mimi nakufa nini hapa? Why do I have to die here? Kuhurumia mtu na kumpa kiti changu ndio nakufa. Being sympathetic. Being sympathetic and giving her my chair, is that the reason for me to die? Aibu kubwa ikanifunika. I was embarrassed. Na nikanyamaza tu. And I remained quiet. Nikiomba Mungu. And I prayed. Sema kumbe makosa ni aina nyingi. And I said, there are so many types of mistakes. Mimi hii sikujua nayo ni makosa. I didn't know that this is another type of mistakes. Lakini wacha niwaambie. And I had to tell mzee fulani, another elder, mlevi, an old man, ambaye naye alikuwa ananing'inia kwa chuma ya basi, amesimama kwenye njia ya katikati, holding a bar, standing on the aisle, mlevi, drunkard, pombe inanuka kila mahali kwenye basi, and he was stinking with alcohol, macho mekundu kama pilipili, very red eyed because kumbe alikuwa anasikia haya mama. He was listening to this discussion here. Akiwa mbali kidogo tu, he was a little far off, akasema hey, and he said, hey, wewe mama, you woman, unatukana huyo kijana kukupa kitu wewe? Unamtukana kijana kwa kukupa kitu? You abusing the young man for giving you the seat. Hiyo nani alifundisha wewe adabu aina hiyo wewe? Who taught you the morals and discipline? Leo, today, nitaua wewe. I will kill you. Hiyo mimba utaenda nayo nyumbani. You will not go home with that pregnancy. Tokeni njiani ambao mnasimama njiani, nimfundishe adabu huyu mama. Get off the way, I want to teach this lady. Akatoa kitu kwenye mfuko. He pulled something from the pocket. Kitu sijawahi ona mimi. Something I had never seen. Akakifungua hivi. And he opened like this. Upande huu ni kama sindano, si sindano ile ya kawaida, kitu kirefu hivi, pande zote mbili, hapa katikati kilifunguka, huku ni ile sindano na huku nyuma ni ile sindano. The thing had two-ended
piercing ends which are Na both ways. akaambia watu tokeni, ile watu walipoona ile sindano, And when people saw this piercing wewe thing, unafikiri kuna mtu alibaki njiani wewe? nobody remained on the way. Wacha nikwambie, dereva aliposikia mkurupuko ndani ya basi akasimamisha. And I tell you, when the driver heard this Maana chaos, hakujua ni nini kinaendelea. because he did not know what was going on. Mimi And I also, akaniambia na wewe, he told me, you too. ulimupa huyu mjinga kiti cha nini wewe? Why did you give the seat to this stupid person? Nikajua hata mimi niko kwa shinda za hii. And then I knew I was also in trouble. Sasa kila mtu ni kutafutia njia sasa. And everyone was looking for a way for escape. Sasa mimi kwa sababu ya ufupi wangu, Now for me, because of my short, saa ile watu wanatafuta njia ya kutoka kwa basi na kuingia mahali, mimi nikapitia huko chini ya miguu. when people were looking for a place to run to, I went through underneath people's legs. Nakwambia watu warefu waliona shinda siku hiyo. I'm telling you, the tall ones were suffering that day. Lakini mimi nilipenya huku chini ya miguu ya I watu penetrated in the middle of people's legs, and na nikaanguka huko chini. I jumped. I was way down there. Na nikakimbia nikasema, ninyi mubaki na kazi yenu huko ndani ya And basi. I ran away and said, remain with your bus. Marekana angeokoka siku hiyo. Pastor Marekana would not have been saved that day. Hata Korali angeokoka. Even Dr. Korali would not be saved that day. Hata wewe Sigoma ungepona. Even Elder Sigoma, you would never survive. Na Jerome, wewe unafikiri ungetoka hiyo basi? You know, Elder Jerome, you never survive on that one. So siku hiyo ndio nikamwambia Mungu, sitalalamika tena baba. And that day, I told God I will never complain again. Asante kwa kimo changu. Thank you for my height. Nikae hivi tu milele yote. Let me just stay this way forever. Hata nikila nini nisiongezeke. Even whatever I eat, they should not add weight on me. I mean height on me. Watu wa Mungu, God's people. Biblia imeandikwa na mafumbo mengi. The Bible has been written with many chords. Lakini But tushukuru Mungu kama kanisa la Waadventista, we should be grateful to God as the Seventh-day Adventist Church. kwa sababu Mungu amelipa kanisa hili uwezo wa kufumbua mafumbo. Because God has empowered this church with the ability to break the codes. The book of Revelation is a very difficult book. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu kigumu sana. Many people do not understand many things written in this book. Watu wengi hawaelewi mengi yaliyoandikwa katika kitabu hiki. But I want you to know, Lakini nataka mjue, if you don't understand what is written in the book of Revelation, kama huelewi kilichoandikwa katika kitabu cha Ufunuo, utakuwa unaishi maisha yako nusu. you will be living your life in a half. This book of Revelation, Kitabu hiki cha Ufunuo, written by John, the beloved disciple of our Lord Jesus, kikiandikwa na Yohana, mwanafunzi aliyependwa wa Yesu Kristo, is a book that we all must thank God for. ni kitabu ambacho sisi sote inatupasa tumshukuru Mungu kwa ajili ya I hiki. just want to read one verse Nitasoma aya moja of chapter 4 of the book of Revelation. ya sura ya 4 ya kitabu cha Ufunuo. John himself. Yohana anaandika. John himself Yohana mwenyewe is giving us his testimony. anatupatia ushuhuda wake. He wrote like this. Akaandika hivi. Baada ya hayo, You can follow in the English version. naliona
na tazama mlango ukafunguliwa mbinguni. Tarudia tena. I repeat. Baada ya hayo naliona, na tazama mlango umefunguliwa mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia, au sauti ile ya kwanza nilivyosikia, kama sauti ya baragumu, ikanena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Powerful, powerful, powerful. Ina nguvu, fungu lenye nguvu sana. John was shown many things. Yohana alioneshwa mengi. But one of the things he saw, lakini moja ya mambo aliyooneshwa and heard, na kusikia, is this one written in chapter 4. Ni hili lililoandikwa hapa kwenye sura ya 4. I don't want to go back about what had been happening. Sitaki kurudi nyuma kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kimetokea, because that is a long story. Kwa sababu hicho ni kisa kirefu sana. But let me deal with what concerns us today. Lakini hebu nishughulikie kile kinachotuhusu leo. We are here today to organize ourselves into a brand new field. Tuko hapa ili kujipanga katika field mpya inayoitwa nini? Which is called, wale ambao mmelala inaitwa nini field hii? Those who have been sleeping. Wale ambao wamelala peke yao inaitwaje field hii? That is why we are here. Hiyo ndio sababu yetu kuwa hapa. Baada ya kazi ya muda mrefu, after a long time work, commissions after commissions, tume baada ya tume, which have come here, tunakuja hapa, including a commission from our office in East Central Africa Division. Ikiwemo pia tume kutoka division yetu ya division ya Mashariki Kati. A powerful delegation of technocrats. Ujumbe uliokuwa na wataalamu, watu wenye weledi mbalimbali. Wataalamu ambao wanaona kama watu wamekomaa. People specialists who would see and know that people have been really matured, ready for a field, wakiwa tayari kwa ajili ya field. Tume kutoka kwa union, the commission from the union, na tume ambayo ilikuwa locally organized right here in Southern Highlands, and the commission ambayo ilipangwa katika mazingira mahalia hapa katika sehemu ya jimbo la kusini, nyanda za juu kusini. Tume iliyokuwa na watu wenye uzoefu mwingi wa mambo ya kanisa. We've heard people who the commission was having people who had a long experience of matters of the church. Wote walikuja. They all came at different times, nyakati mbalimbali, giving their reports, wakitoa taarifa zao back to the executive committees which sent them, wakirejesha hizo taarifa kwa kamati tendaji zilizowatuma. And all of them, nao wote, defended the fact that this area is now ready to be organized into a local mission field. Walitetea ukweli ya kwamba eneo hili
limekaa mkao wa kuwa tayari kupangwa kuwa field. Wakatuletea maripoti. They brought to us the report. Na watu wakakaa kutoka mataifa haya yote ya eneo hili ya la division yenu. And they sat all these delegates from all these division countries in the division. Ukiwa na wajumbe kutoka makao makuu ya kanisa Washington DC kule General Conference. And having delegates from our General Conference headquarters. Na wakapokea ile report pia na wakasema pamoja, Lake Tanganyika is ready to be organized for a brand new field in the East Central Africa Division. And they received the report na wakasema hii Lake Tanganyika au ziwa Tanganyika field iko tayari kupangwa kuwa field. Sisi wenyewe nasi tuliofika, those of us ourselves who came here, na ambao tutatoa ripoti ya kwamba na sisi tumetimiza wajibu wetu. And those of us who will also give a report that we have accomplished what we were supposed to accomplish. Leo tarehe 12. Today on the 12th, mwezi wa pili, February 2020. Na ja kwamba tulikuja tukatangaza. Will come to make an announcement. Na tunaona, mimi mwenyewe nikiwa hapa mbele, ninaona vizuri ya kwamba hatutatangaza haya mambo hewani kwa sababu jengo hili limejaa binadamu. And we saw that we could not announce this somewhere in the air somewhere because this building is full of people. Mashahidi wengi. Many witnesses. Nikifanya makosa kutangaza, hii makosa ni yetu sisi sote. If we make mistake in announcing, this is a shared mistake. Sasa tunakuja kutekeleza jambo hilo. We come here to really fulfill that. Lakini Yohana aliona kimbele. But John saw very much ahead. Na aliona field hii ikitangazwa pamoja na mengine mengi aliyofunuliwa na Mungu. And he saw this field being declared just as well as many others that he was made to see by God. Pastor to back. Now my pastor, kuna ujumbe Yohana anataka kutupatia hapa. There is a message that John wants to give us. Mkubwa tena mzito mno. A heavy message, a big one. Pastor Marekana, listen to me, my brother. Pastor Marekana, listen ndugu yangu. Yohana anasema, John says, mambo bad. New things. Mambo bado. The things, matters are still to come. Yohana anasema, God is saying, John is saying, then I looked and I saw. Nikatazama, nikaona. Pastor. Hallelujah. Watu wa Mungu wataanza kuelewa neno la Mungu mwaka gani kweli? And God's people will start understanding this word. Wazee, elders. Huyu sio mtoto wa shule ameandika hivi vitu baba. He is not just a student who was writing this. Yohana akuwa mchuuzi wa mboga, akuwa akiuza mboga baba. He was not selling vegetables. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anazungumza na Mungu uso kwa uso. This was somebody who was speaking, conversing with God. Alikuwa anafunuliwa vitu. And then they were revealed vya mbinguni, things of heaven. Yohana akaambiwa, and John was, write this one. Iandike hii. Waambie, tell them, baada ya kuunda hiyo field mpya, after organizing that new field, waambie kuna mlango nimefungua mbele yao. Tell them there is a door that I've opened in front of them. Nimefungua mlango. I have opened the door. Nimefungua mlango. I have opened the door. Wa mibaraka ya aina yote. The door for all types of blessings. Sana. May God be praised. Nimefungua mlango ili field ile isitawi na isitawi na isitawi. Sinipate mtu wa kunisaidia mimi. Isitawi na iendelee, may now be nourished, may develop. Akasema niliona mlango umefunguliwa.
And John says, I saw the door open. na sio mlango uliofunguliwa hapa duniani, maana majangili ni wengi. Ukifunguliwa hapa watafunga. And you know it's not a door that is opened locally here in this world, because thieves are so many. When it's opened, they will have to Watafunga. They will have to close it. Mungu aliufungua mbinguni, God opened it in heaven, kule hakuna jangili litafika, where there is no thief or lakini robber that can get ni there. baraka itakuwa inamiminika, But the blessings will be pouring down, watu walitanganyika wawe matajiri wote, that all of Lake Tanganyika sana. may be rich. May God be mama praised. ambao mimba ilifungwa ifunguliwe na ile baraka. Simuseme amina akina mama, And where there is no pregnancy, the Lord will open. wale watu biashara zao zimeharibika, baraka ya mbingu ikianza kumiminika zote sifufuke. Those whose businesses have been collapsing, Watu ambao magonjwa and have them revived. magonjwa yamewalemea, mumepoteza pesa zote na madaktari wa uongo, ni baraka ya ule mlango imiminike, wapone wote bila maelezo. And those of you who have been sick, having diseases, the Lord will open the blessings that will be healed, all of you. Huu ni unabii wa mlango uliofunguliwa, This is the prophecy of the door that was na opened. umefunguliwa kwa kila mtu And it has been opened to everyone. anayeita jina la Mungu wetu. Everyone who calls upon the name of our God. Bwana asifiwe sana, kanisa la May Mungu. the Lord be praised. Mungu wetu mwenyewe akamwonyesha Yohana mlango. And God himself showed John the door. Open door. Mlango uliofunguliwa. Prophetic open door. The mlango wa kinabii ulio wazi. For everyone Kwa ajili ya kila mmoja who wants to receive. apendaye kupokea. Lake Tanganyika field, are you ready? Ziwa Tanganyika, mko tayari? Are you ready? Je, mko tayari? Are you ready? Je, mko tayari? Are you ready to be healed? Je, mko tayari kuponywa? Watu aina hiyo ndio ninapendanga. That's what I like out there. Kusuba nini na baraka, mlango Mungu wote umefunguliwa hapa. Sio dirisha, ni mlango. This is not the window, it's a door. Sio kashimo kadogo, mlango. It's not a small hole, it's a door. Alafu sio ati umefunguliwa hapa duniani mzee. And it is not that it is opened here in the God world. said Mungu Yohana anasema in heaven. mbinguni. Bwana sifiwe sana. May the Lord be praised. Andui wako ambao anapenda kukufungianga milango hawezi fika huko. And you know your enemy who likes to close the doors against you cannot get there. Sauti ambayo Yohana alisikia The voice that John heard ilimwambia njoo hapa, told him, come up here. njoo huku. Just come here. Kama huko Mbeya njoo huku. If you are in Mbeya, come here. Huko Nairobi njoo If huku. you are in Nairobi, come here. Yaani mbona ninyi muelewi mahubiri haya? You don't get the message they're preaching. Kama huko Dar es Salaam you are in Dar es Salaam, achana na Dar es Salaam, njoo huku Say farewell, Tanganyika. bye to Dar es Salaam, come to Lake Tanganyika. Njoo huku. Come here Ushuhudie maajabu ya mlango uliofunguka. and witness to the amazing or wondrous deeds of the door that was opened. Kama ulikuja hapa na magonjwa, ninatangaza kwa jina la Yesu, usirudi na magonjwa, mlango umefunguliwa. Those that came with diseases, don't go back with Yes. diseases. Lake Tanganyika is a new field, na tutatoka hapa sisi wote tukiwa wapya. Ziwa Tanganyika field mpya, we come out of here when we are all new. Na huu mlango hauna ubaguzi, Pastor Mungwana. Hauna ubaguzi. And this door is not segregative. Yohana akaambiwa ita watu. Yohana Waambie waje huku. tell the people to come here. This is the place where God
his people today. Hapa ndi mahali ambapo Mungu anabariki watu wake leo. Njoo huku uone. Come here and see. Njoo huku uone bwana. Come up here, your John, and see. Kama una macho njoo uone. If you have eyes, come and see. Njoo uone. Yohana kaandika. Ninahurumia wale watu ambao hawana macho mimi. I really sympathize with those who cannot see, who don't have the eyes. Na Yesu siku moja akasema wana macho lakini hawaoni. And one day Jesus said they have eyes but they just cannot see. Hii itakuwa field ya aina yake. This will be a very special field. Hey! Hey! Mambo yatafanyika hapa baba. Mambo yatafanyika Tanganyika field. Matters or things will be done in this very field. Ninyi watu wa Tanganyika mmenifurahisha sana, nimewapenda mno, mmehudhuria kwa fujo. And these people of Lake Tanganyika field have loved you. You have really attended in an amazing manner. Kama ningalijua mapema mko namna hii, ningalikuwa nimesha kuja kitambo, lakini sikuambiwa na mtu. That you are like this, I would have come long time ago. Sikupata mtu akuniambia vile hali ilivyo hapa Lake Tanganyika. I did not get a person to tell me how Lake Tanganyika field is like. Watu wa ajabu. Amazing people Wanaomshangilia Mungu wetu. who are celebrating our God. Na msikubali mtu kuwapima na kuambia msitokeze kumshangilia Bwana. And do not allow somebody to weigh you down and say don't come out to celebrate your Lord. Asante sana watu wa Lake Tanganyika. I really thank you people of Lake Tanganyika. Leo tunaunda field ya nguvu sana hapa. And today we are going to organize a very strong field. Nataka kuwahimiza kwa jina la Mungu wetu. And I want to promote and encourage you by the name of our God. Mshikilieni field yenu kwa sababu ni yenu. Hold your field together because it's yours. Msianze kudanganywa na ibilisi na kuanza masosano na kuanza siasa za giza. Simameni imara katika imani. Don't be deceived by the devil and start stupid politics. Stand firm in faith. Na mtu akija kukusumbua na maneno ya uvunguni huku, mwambie sikia baba, mlango wa mibaraka umefunguliwa mbinguni, elekeza mambo huko wewe. And you know when somebody disturbs you with things which are coming from underneath, say no, we are thinking and looking things from above. Na yule mama wa kijijini yule ambaye amezoea mambo ya kutembea manyumbani ya watu na maneno ya kusengenya hivi, mwambie hey mama. And when those ladies who walk around and backbite, tell that lady, hey, usinicheleweze mimi, ninaangalia mlango uliofunguliwa. don't delay me, I am looking at the doorway up above. Daktari akikwambia sikia baba, I want to tell you man, uko na kansa ile ya kumaliza uhai, wewe hamuna njia, enda nyumbani ukangoje kufa. Mwambie daktari, waje nikwambie kitu, maneno ya kufa hakuna, iko na mlango umefunguliwa mbinguni, mimi sifi. if somebody will have told me you that you have a cancer that is deadly, go home and wait for your death. Tell him the door is open for me, way up. Mwambie kama anataka kufa afe mwenyewe, wewe unaenda kuishi. Tell the doctor if he wants to die, let him die alone, you are going to live. Bwana asifiwe sana. May the Lord be praised. Unajua kuna binti aliniandikia ujumbe kwenye simu njuzi. There's a daughter who wrote for me a message on my sent a message to my phone. Alikuwa kwenye maombi makubwa tuliokuwa nayo kule Uganda katika nyumba ya mshiriki fulani. He was in a prayer that we were there in Uganda. Na niliona nikashindwa kufunga mwenyewe. Asante sana baba. Huwezi piga hii kelele viatu ikabaki na kamba, lazima ivunguke. Asante sana baba. Si ndio nilikwambia tukae hapa wote. Sasa hii ningefanya nini mimi?
Alafu kaangalia ikifunguka tena nitakuja tena. tufunge. Hiyo. Sasa sikizeni kisa hiki. Now listen to this story. Unajua ninyi mnafikiri ni kuwa nini? Kuwa excite. Mnaweza fikiri pastor anatusisimua tu. Lakini let me tell you. Ngoja niwaambie. Mimi ninaamini huyu Mungu ninayehubiri. I am believing in this God I am preaching. Ni Mungu aliye hai. He is a living na God. maneno yake yote ni sahihi. And all his words are right. Jina lake lisifiwe sana. May his name be praised. Tulienda tukaombea watu pale, wakaniambia pastor, tumesumbuka hapa, tuombee sisi wote. And the people were speaking and said, oh, Pastor, we've suffered a whole lot around here. Pray for all of us. Hayo maombi yalikuwa ya binti mmoja tu, ndio alikuwa mgonjwa sana huyu. And that prayer was meant for one lady who was sick, very sick. Na nikamwambia baba ya huyo binti nitakuja kumuombea. And I told the father to this lady, I'm coming to pray for her. Nikampa saa ile nitaenda na siku ile nitaenda. And they gave him the appointment of the time. Na huyu mtu alikuwa mwema huyu mtu. And this man was good man. Akaalika majirani wote walio na magonjwa ya aina yao. And he invited all the neighbors who had the same challenge. Basta tukakutana kwenye ile nyumba. And so we met in this house. Imejaa watu. Full of people. Filled up with people. Nikasema sasa mimi nilifikiri nakuja kuombea binti moja, kumbe ni watu wote. And I said, I thought I had come to pray for one girl, and yet it's everybody. Lakini ni si neno. And that's not, as if that's not enough. Watu watakufa kwa kukosa kumtafuta Bwana. And you know, people want to die for not knowing how to look for God. Tukaomba. We prayed. Tukaomba. We prayed. Nikawawekea mkono. I laid my hands on them. Kwa uponyaji. Healing hands. Na mimi sina haya kwa sababu ninamjua Mungu ninayemwakilisha. And I'm not ashamed because I know the God I am preaching and believing. Mama mwenye hiyo nyumba, the woman, the mother of this house, akaja kwangu hapo nilikuwa nimepiga magoti. Came to me as I was kneeling. Akaniambia pastor, and whispered and said, unaona huyo mama hapo? You see that woman there? Ni ndanda yangu. Ni ndanda yangu. Is my sister. Ni ndanda yangu. Is my sister. Unaona huyu binti unaona hapa? You see that young girl, the young lady there? Ni binti yake. That's her daughter. For 20 years. Kwa miaka 20. Hayaweza kufunga mimba nyingine. He has never been able to conceive. 20 years. Miaka 20. Na machozi siku zote. And always in tears. Baba, hey, saidia yeye. Help her. Help Sasa her. nikamuuliza mami. And I asked her, Mama, unajua sio mimi. You know that it's not ni yeye. It is him. Lakini atafanya. But he will do it. Unaamini lakini? Do you believe? Akasema pastor naamini. And she said, I believe. Nikamuita huyo mama. And I called up that lady. Nikamwambia wewe njoo hapa mama. And I said, Mama, come here. Ati ni miaka mingapi bila mtoto mwingine? How many years have passed without you conceiving? 20. Unaamini Mungu anaweza akabadilisha hilo? Do you believe that God can change that? Sema pastor, I believe. And she said, ninaamini mchungaji. Inamisha kichwa mami. Bow your head, Mama. Nikamwambia ainamishe kichwa chake. I told her to bow her head. Mkono wangu. And I laid my hand on top of her. Nikamwambia Mungu Baba, sina nguvu mimi. And I told Father God, I do not have any power. Lakini maskini watu wako hawa wamekuja na imani ya kwamba mimi ni mtumishi wako. But these people of yours have come here, poor people, they believe I'm your servant. Na umenitia mafuta kuwabariki hawa watu. And you anointed me to bless these people. Baba, leo kwa lazima ninakuomba, lazima wewe ni babangu. Please, I am actually asking you that you must do this. You are my father. Huyu mupe ombi lake. Mupe ombi lake huyu mama. Grant this to ombi lake huyu. Grant her the request. Watu watakusifu wewe. God, these people will praise you. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Watu wakasema amina.
And people said amen. Tukamaliza maombi. We were done with prayer. Mimi nikarudi Kenya. I went back to Kenya, Kujitayarisha kwa hii safari. getting ready for this trip. Sio majuma mengi yaliyopita. It's not so many weeks ago. Binti huyo mama The same daughter of that woman akaandika message. Niko nayo hapa. sent a message, which I have it with me in my phone. Pastor, you can believe the power of God. Mchungaji, huwezi kuamini nguvu ya Mungu. Binti akasema, Pastor Ruguri, And the daughter, this lady saying, Bwana asifiwe sana. God be praised. Bwana asifiwe sana. May the Lord be praised. My mother has conceived. Mama yangu ametunga mimba. Kauliza hiyo mimba nayo ameitunganga haraka namna gani hiyo? And I was like, how fast was that conceiving? Haya, muda si muda huyo dadake naye aliyenipa habari kwanza. And then it didn't take long, this lady who gave me the first information Akaniambia, Pastor Ruguri, and came to me and said, Pastor Ruguri, my sister has conceived. dada yangu ametunga mimba. Mimi nilifikiri watu wanajua wametunga mimba baada ya mimba kuanza kuu. I thought that people would understand or notice that they have conceived after they have the bellies way up there. Siku hizi tunaishi nyakati za sayansi ya juu. But we live in the age of very high technical age. Alienda kwa madaktari. She went to US. Alipojisikia hali fulani, When she felt in a certain way which was strange, daktari akamwambia, mama, instead of telling her mother, I know your history. Nafahamu historia yako. I don't know what you ate. Sijui ulichokula, Lakini una mimba. but you are pregnant. Akina mama wote ambao hawajapata mimba watapata. All the women who have never been able to conceive, they will get that. Na mimba sio ya aina moja. And conception is not of one kind. Ni kuonyesha mambo yote yale ulikuwa unajaribu yanashindikana, saa hii kutokea siku hii yanaenda yote kuwezekana kwa jina la Yesu. This shows that everything that was not being done, everything will happen. Sio kwa sababu yangu. It's not because of me. Ni kwa sababu ya mlango uliofunguliwa mbinguni. It's because of the door that is opened up in heaven. Ni wangapi wanataka kuungana nami kumwambia Mungu Baba, who want to join with me and say, my God, Father, ni baraka ya huo mlango iniangukie na mimi, iniangukie na mimi, iniangukie na mimi. Come down. Hiyo